Wewe umekula hela marehemu Khalim Babel rafiki yako kipenzi mpaka na dada yake akaposti. Sasa sijui hilo tukio umelichukuliaje kaka? Kwenye maisha hamna kitu kibaya kama kitu kinaitwa pesa. Hela ni kitu kibaya sana. Yaani nimekuja kugundua hicho kitu, kuna kuzaliwa, kuna kufa, kuna ubinadamu. Yaani hayo yote ni matatizo tunakabiliana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku. Mama yake na dada yake wakaongelea eti wewe haukuwa hujatoa msaada hata wote kuhusu rafiki yako kipenzi, kaka yako kipenzi. Mama aliniambia nikitenda wema nisingoje shukrani. Maana nikisubiria kisha nikakosa itanichoma moyoni. Ndivyo alivyo walimwengu leo nagundua hawana shukrani. Wewe leo kama tuko na wewe hapa. Wewe kama ulimfahamu Khalim, ulimfahamu aje? Nikupitia mimi au kupitia Khalim yeye mwenyewe? Mimi nakuwa natembea na uaminifu, Mimi ninapomwamini mtu namwamini mtu kama kipofu yani. Kitu gani kinachokumisi zaidi sana kwa mdogo wako? You can believe mpaka hivi nakuwa nakasa mmoja analia mwanangu. Sana wallahi. Kuna mtu alikuwa anafunga safari tu anapanda nene kuongea maneno, unaona. Kwenda kunichafua, mtu ananichafua. Unaona ndio ile nakwambia mtu Oya. Miracle naweza nikasema pole sana tena kakaangu. Thanks my nigga, thanks sana. Acha niweke kitu kimoja clear leo. Leo nataka niweke kitu kimoja kiko exclusive sana, Kule dogo ni dogo tulistruggle sana marehemu. Tulistruggle sana, tulipitia mambo mengi sana. Na ndio maana tulikuwa tuko na ukaribu. So hapa kuanzia sauzi mpaka hapa. Unaona? Amrewan mimi kama ulikuwa unafanya comedy, mimi ndo nilisababisha nafanya comedy. Hapana sio kusababisha tu na kuandika mpaka comedy na kutunga kile ambacho anaweza kukisema. Yari mu body abantu bari basanzwe bari muri account ariko konti munyuma konti baadaye kabadilishwa. Wakakutoa kwenye watu wenyewe kwa wanashimamia zile pesa za Khalim Babel. Sasa sijui kama ilikuwa ni vurugu gani imetokea ndani ya familia mpaka wakawaza kukutoa. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chaknya Mukuru chama kibaza na bishamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hamadusubira dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV. Ndabwira yuko 2021 izobera umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka novuga w'imihezagiro kuri bantu bose novuga mukusanzwe mukunda Buja Hit, basanzwe mukunda entertainment y'abarundi, novuga musanzwe mukunda novuga music y'abarundi. Hama ndabibutsa yuko buri kiganiro cyose cha Buja Hit muzo kwamubona hazo ariko ngaho link musi ya filime ya Nobela kuri description, uraklikamo muri link hamika gutwara hanu hari izo filme zote episode zose zirahari. Yes, uno musi rero turi kumwe na Miracle Lopsi. Yes, novuga ariko gosora indirimbo yiwe imeze neza cyane ariko ni indirimbo imbesha abantu benshi bakora ivuga ko byinshi bitandukanye kuko bivanye n'ibintu byamushikiye Lopsi, bivanye n'ibintu byamubaye ko Lopsi. Ni benshi barako barazi ibibazo byinshi mbega indirimbo Lopsi ntiyo bariko aririmba ibintu byamubaye ko mbega Lopsi ntiheriko aravuga kuri wa mwanya atahaye Meria zivuge zimubaze ibibazo kuvyerekeye ibintu byari byamushikiye novuga ku mugenzi we mfafe yari hafi yiwe kumbe turaza kuvuga byinshi about novuga iyi nkuru kandi turaza kumenya byinshi gituma Lopsi yanditse iyi ndirimbo. Ni indirimbo yiswe ati binadamu. Genda kuri YouTube channel yiwe andika ko Lopsi Miracle cyangwa andika ko Miracle Lopsi uraza kwibona ko. Yes, reka kumbere duhe umwanya kwanza Lopsi aturamutse hamacha baramutsa nama. Lopsi vipi? Poa mambo fresh. Fresh gaga. Poa sana ndio yangu. Yes, naweza kuchukua hata dakika sekunde mbili na salimia fans wa Buja Hit TV. Hey guys, nataka kuwapa hai sababu ni muda mrefu sana nilikuwa sifanye interview yoyote wala kipindi chochote wala yani sikuwa nafanya kitu chochote kinachohusiana na muziki, but now I'm back again. Just nataka kuwasalimia na kuweza kumaliza tofauti kidogo za mitandaoni ya. Yeah. Anarudi tena kwa mara nyingine tena na ngoma nzuri sana, ngoma ina mafumbo manene sana. Kwa nini umeandika ngoma kwanza Lopsi? Sio kusema ngoma ina mafumbo manene, ngoma inaeleweka kwa mwenye ambaye anaelewa Kiswahili, anaelewa vizuri sana. Yeah. Yes, kwa sababu ni ngoma yenyewe tunasikia ina maneno kwa mtu yanagusa moyoni kwa vitu ambavyo vilikufikia Lopsi, tukiangalia na maisha ulitembea na rafiki yako. Yes, kumbure mtu anafana ajiwaza je Lopsi kuandika huyu muziki kwa hii sababu kwa sababu maneno mengi alipita mtandaoni, waliongea maneno mengi sana. Mtu anafana kujua je Lopsi kwa sababu anaandika ngoma. Unajua mimi ni msanii. Tena uaga kama unafuatilia kazi zangu, mimi ni mtu ambaye na focus sana na matatizo yanayokabiliana na jamii. Huyo wimbo ni part of life. Inaweza kawa true story au si true story, au inaweza kawa imenifikia mimi au inaweza kumfikia mtu mwingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatokea kwenye jamii. Nadhani hayo maneno ulisikia hapo sio maneno mapya. Ni yenyewe hapo kwenye jamii kila siku. Ndio hivyo, tuamna kitu cha hatari lakini ni vitu vinatokea siku zote mjamii. Yeah. Ilikuwa ni baada ya miezi miwili tu ulikuwa unaacha unakuwa unaachia her birthday. Kwa sababu gani sasa ukafuna unapenda kuachia binadamu?
Ndio kisi mimi nakwambia, unajua kuna kuzaliwa, kuna kufa, kuna ubinadamu. Yaani hayo yote ni matatizo tunakabiliana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku. Ndio hivyo. Kuna kufa, kuna kuzaliwa na kuna ubinadamu. Sasa next inakuwa ni aje sasa? Mambo ni mengi sana. Yapo mengi sana. Tutafuatilia baadaye polepole inshallah. Je, mambo mengine ya kazi ni aje? Hakuna zingine ngoma zinakuja soon? Namshukuru Mungu polepole, ngoma zipo kabisa na chenye naomba wadau wajitahidi sana kwenda kufuatilia ngoma. Ni ngoma ya mafunzo kwenye jamii, inaweza kumgusa mtu wote. Yaani hata ukiwa kanisani mkiamua kuiplay ngoma inachezeka tu. Msikitini kaswida mnaigeuza kaswida fresh tu. Yaani popote pale ngoma inachezeka. Sijui sehemu ambayo haiwezi kachezeka, ina touch tabaka zote, yani tabaka zote kwa ujumla. Naomba sana muendelee mfuatilie. Mjitahidi mpandishe viewers za msanii wenu ya inshallah. Kabisa. Arabasabye support ivuye iwanyu kuvuga nimba utumva igiswahili kuvuga ati support yanyu kumbure mukurikirana umuririmbyi wanyu mugira ngo mushikane ku yindi novuga yindi level kuko wanakwambia kama na msanii kwa sababu kwa collab msanii kama mkubwa anakuwa anatazama views zako za ku YouTube anatazama. Je, msanii kweli ana watu kuna mfollow kabisa? Msanii anapotaka kukupa collab atazamage viewers. Akitazama viewers yeye anakuwa sio mwanamuziki. Msanii akitaka kukupa collab lazima atazame kipaji. Unaona? Wanasema kuna wasanii wanatazama viewers. Akitazama viewers inakuwa ni ila mimi ninavyoelewa mimi kama mimi mfano upande wangu msanii mwenye kujielewa lazima atazame kipaji. Sababu unatazama huyu dogo kipaji chake kinakuuma. Mfano kama unaweza kutazama viewers zangu unasema mbona viewers ndogo. Lakini kama una appreciate kazi yangu usiseme kwamba mimi ni mkali. Kama una appreciate kazi yangu unaweza kusema huyu dogo anajitahidi lazima nimpe shavu. Na lile shavu lako ukinipa ndo na mimi lango yani nazidi kuvimba. Yes, about music ya Burundi sasa unaona je, comment gani unaweza kutoa? Sina comment yoyote bali tuzidi kumshukuru Mungu maana naona mambo yanazidi kubadilika day by day na ni kitu kikubwa sana. Watu wengi wanafanya vizuri na hiyo ni good thing ya. Nataka kujua feedback za ngoma Miracle. Feedback vipi mwanangu? Feedback kuhusu tunaongeleaje kaka? Walichukulia hiyo ngoma? Hiyo ngoma la Zina maswali mengi sana. Unajua hiyo ngoma kila mtu anatafsiri vile anavyopenda. Kila mtu anatafsiri, yaani wenye kutafsiri tofauti, wenye kupatia, wenye kukosea. Ndio kama nimekwambia feedback napata ni nyingi sana, hata ma comments nikakupa hapa. Yaani kila ambaye chukua kale ka small video kale anaposti kwenye status. Yaani kila mtu anapata comments zake tofauti, lakini kikubwa sana ni pongezi ambazo nimezipata. Hususan kwenye uandishi mzuri, maana nimejitahidi kwenye ngoma. Watu wananiambia bana umejitahidi sana, uandishi umeupata. Kitu ambacho kilichokufanya mpaka ukakuwa inspired, ukaandika wimbo. Bana jitahidi uko unafanya hivi, yani jitahidi uendelee kwenye huyu mfumo, utafika mbali sana. Ndio kitu ambacho feedback kubwa ni pongezi. Ndio chenye mimi nashukuru. Yes, Miracle kuburigera gikora byatubwira yuko wewe n'umuririmbyi yandika ibintu bibaho na majambo yarasanzwe yarahari ni ibintu byari bisanzwe bihari ariko Miracle mimi nafanya natamani kukuuliza kweli ni maneno alikuwepo tangiepo kwa sasa zamani watu wengine wakaona yaimba ni maneno kawaida watu wakaona ongeaga sasa hivi kweli feelings kweli ukajisikia ukajifeel mpaka ukaimba mpaka mtu mwenyewe akisikia ngoma mpaka anasikia huyu jamaa kabisa ameonewa sana ilikuwa aje kaka tu kuonewa hapana sio kuonewa kivile maana sasa nikaonewa. Unajua ila kitu kidogo ningepiga shortcuts kwa kutaka kuelewesha watu kidogo. Unajua kwenye maisha hamna kitu kibaya kama kitu kinaitwa pesa. Ila ni kitu kibaya sana. Na nimekuja kugundua hicho kitu, nimejifunza mambo mengi sana. Na ukitaka kufanya issue ya mtu na hela, bora mnafanyana hata mikataba bana mimi nafanya hivi cha kwangu hichi cha kwako hichi. Bora mnakuwa na percent au mko na kitu yani nikuja kugundua mwanangu hela hakuna mwenye hawezi katenganishana naye. Yani hata mama yako mzazi, baba yako mzazi, kaka yako, ndugu yako, kuna hela na mwanamke. Mwanangu simaje kutania na hicho kitu. Yani tupia mbali kabisa. Hiyo ndio usia tu mdogo nyinaweza nikakupatia. That's why ndio mnakutana inspiration nilioipata ilikuwa babu dogo mwanangu. Yeah, seriously. Ilikuwa babu dogo kabisa. Kuna matukio ambayo yamenitokea ndio maana sikudanganya tusingoje hata kupita magoshi na madurati. Kuna tukio ambalo limenitokea. Ndio maana nimeamua kufanya kitu kama hicho. Hiyo wimbo nilikuwa inspired na hicho kitu ya. Yes, mimi na watu wengi niliposti ka kipande ka video kwenye stati yangu. Watu wakaniuliza umfuate Lopsi muulize Jenny kwa sababu alikosa ndugu yake, alikosa mtu wake karibu, watu wakamwongelea mambo mengi sana kwenye mitandaoni. Nikasema acha namtafuta Lopsi. Tunaanza kuvuga na vyinshi kumbure nitwaheza kuvuga na about vya music. Yes, Lopsi hakuna nyingine mipango ya kutoa na wengine wanasanii kusoma collab je vipi? Collab zipo ndugu yangu, collab zipo tena nyingi sana. Zaidi ya 4-5 yani. Zimeshatengenezwa ziko tayari. Zipo tayari zimewiva yani, lakini unajua kila kitu kinaendaga kwa muda wake. Yani mtu anakuwa na drop song kutokana na muda ya. Ndio hivyo zipo kabisa. Zipo nyingi.
Yes, collabo na video zote zikawa tayari kisha kwa fresh. Video bado, lakini processes ambazo zingenipo hemo. Na wenda Mungu akisaidia wenda tunaweza tukalancha hata albamu inshallah. Mambo yanaweza Yeah, pourquoi pas. Kulikuwa kilele nzee Lobsa tobikora. Yes, ni album kandi sasa ukishatoa album itakuwa ni ya kuuzishwa au itakuwa ni ya kufurahisha tu wa fans? Mzee wangu mimi sifanye kazi juu ya kufurahishana. Mzee mimi nafanya kazi juu ya na mimi nipate kidogo ili mwanangu naye lemrada ingie chooni. Ndio hivyo. Mambo yako sawa. Mambo yako sawa ndugu yangu. Mimi mwenyewe ni fresh, mwanangu wa fresh, jamii yangu wanaonizunguka wa fresh. Tusaidiane kwenye njia tofauti. Mimi sinasaidia kuwakumbusha jamani hichi kipo na hichi hakipo. Na mimi Yes, kubure ni Lobsi agaragaza kutubwira yuko we yage nazogira nazogurisha album kubwo kwiryohera azogurisha album kubwo bw'akazi na kufanya kazi yake. Kwanza Lobsi, kwa nini unapenda kuongea Kiswahili sana? Unajua, to be honest, unajua mimi nimekulia mazingira sana Kiswahili. Nadhani surana hapa ndo sehemu pekee mtu anaweza kutoka Bilimani leo akakaa miezi 6 Kirundi akasahau. Sijui unasema je mpaka hapo. So ndo maana unakutana mimi Kiswahili ni kingi sana, yani kingi sana. Mimi sijabanduka kama nikibanduka panda Tanzania mwanangu unategemea ni aje. Yes, kubure turaza kumubaza Lobsi mu mpera y'ikiganiro. Kubure hari ibibazo nari nateguye konza kumubaza bisa n'ibitandukanye gato n'umuziki ariko byakwa gusa nivyo n'indirimbo yanditse. Yes, Lobsi, kuna maneno mengi aliongelewa, tafadhali kidogo naenda nyuma na interview, lakini vinataka kufanana na ngoma uliandika ati binadamu. Niliwahi kusikia na vitu vyenyewe vikasamba kwenye mitandaoni kwa kusema kwamba wewe umekula hela marehemu Khalim Babel rafiki yako kipenzi mpaka na dada yake akaposti. Sasa sijui hilo tukio umelichukuliaje kaka? Unajua mimi nakwambia kila siku Mungu ndo anakuaga hakimu na Mungu ndo mwenye anakuaga anajua kila kitu. Kama mimi nimekula Mungu ndo anajua, kama sikula Mungu ndo anajua. Sababu hata niseme, unajua binadamu anakuwa na matatizo mamoja. Ukishamweka mtu kitu kwa kichwa, kusema hawezi kukitoa, inakuwa ni kitu kigumu sana. Sababu unaweza kaenda kwa mtu, ukaenda kumwambia unaona mimi nikuja nikikwambia kitu, ina depend na gesi utapokea vitu. Unaona? Unaweza kupokea wenda fresh na unaenda kupokea no. Na depend na akili ya mtu na upeo wake. Sasa kwa upande wako wewe kama unaona naweza kuwa nimekula fresh au kama sikukula fresh, maana hata nikiongea hakuna mtu anaweza kaaminia. Just mimi na believe in God, but the way nilitumika, the way nilipanda nilishuka, ulikuwa upo shahidi. Unaona? Sasa wewe unaona kweli kuna watu unaona tuseme kama kwenye degree ya kula mfano. Kuna mtu mwenye anaweza kumlia na mtu mwenye anaweza kumlia. He was like my young brother, you know. Because we from far away, unaona tunatokea mbali sana. Uli ni mdogo wangu kabisa. Mdogo wangu ya. Sasa unawaza kwa sababu gani? Unashaka kuimvira gituma wao Narabivuzemwo Lobsi? Unasemaje? Unawaza kwa sababu gani wawazo kwa walisukuma wakasema mambo kama hayo? Unajua mimi naelewa. Unajua ndio niko nakwambia binadamu ndo wabaya tena. Unaona unaweza kuwa labda watu, unajua maneno yanakuwa mabaya. Ndio nikwambia hela ni mbaya, unaona. Labda kuna watu walikuja nawaambia maneno, unaona, lakini walishindwa kunibelieve mimi. Walishindwa kunibelieve mimi. Labda ni maneno ya kuambiwa tu. Maneno ya kuambiwa ndo naamini, maneno ya kuambiwa mengi sana. Ila kusema wanishuhudie hivi nimefanya hivi. So kweli. Yeah. Yes, kuna zingine habari tukapata ukasema eti mpaka kwenye account yenye ulikuwa unaandikwa yari mu buri babantu bari basanzwe bari muri account ariko konti munyuma konti baadaye ikabadilishwa wakakutoa kwenye watu wenyewe kwa wanashimamia zile pesa za Khalim Babel. Sasa sijui kama ilikuwa ni vurugu gani imetokea ndani ya familia mpaka wakawaza kukutoa. Unajua mimi sitaki comment sana mambo sababu ni mambo yameshapita, lakini kitu ambacho ninachokifanya ni kutaka kuweka clear mambo fulani sababu nisishtumiki sana, sababu ni maneno mengi yamesemwa. I was quiet, nilikuwa nipo kimya na watu walikuwa hawajui, labda tuseme ukweli. Unajua mimi nakuga natembea na uaminifu, you know. Mimi ninapomwamini mtu namwamini mtu kama kipofu yani. Yaani mzee nakwambia bana, mzee wangu ni kaza ukiniambia ndio hivyo mimi nakuamini kama kipofu. Ukifanya mengine kinyume na akili yako utakuwa ni wewe. Lakini unajua sehemu pakisha ingia kutokuaminiana pale kati, bora mtu unaacha kila kitu, unakuwa unajitoa, unaona. Sababu uaminifu ni kitu kikubwa sana. Mtu kama unaona uaminifu kipungua, panakuwa tena hamna kuaminiana sana. Bora mtu unajitoa nyuma. Ndio hivyo. Sio kusema kwamba eti walinilazimisha wala niforce. Nilikuwa ni volunteer yangu. Nilikaa chini nikasema inabidi nifanye kazi. Nifanya na mtu kujikwamua, nikaacha kila kitu. Kila kitu kaenda fresh. Yes, nakumbuka kuna siku watangazaji wenzangu waliwahi kwenda kwao na Khalim Babel, kwao na marehemu. Wanaenda kuulizia kuhusu pesa, wanaenda kuulizia kuhusu hali ya mgonjwa, alikuwa bado hajafariki, ndugu yetu, kaka yetu. Mama yake na dada yake wakaongelea eti wewe haukuwa hujatoa msaada hata wote kuhusu rafiki yako kipenzi, kaka yako kipenzi. Yaani hakuna mchango mkubwa niliochangia. Unajua wewe leo kama tuko na wewe hapa,
Wewe kama ulimfahamu Khalim, ulimfahamu aje? Nikupitia mimi au kupitia Khalim yeye mwenyewe? Nakuuliza leo ni swali. Ulimfahamu Khalim kupitia yeye mwenyewe au ulimfahamu kupitia mimi? Mimi nimejua kukupitia wewe. Thanks sana. Afu kama unajua ulimfahamu, The first namwona Khalim Babel ni siku Lobs aliwahi kuja Mbuja Hit. Mkafanya interview mko wawili na rafiki yangu Isaac. Mko wawili uche kipindi mvua ikanyesha. thanks sana. Sasa afu unakuja kushangaa unasikia mtu anakuambia mimi sikuchangia mchango wowote. Kwa hiyo hata muda wangu ni kitu bure. Muda tu, tuache kwanza licha kuchangisha. Muda ni kitu bure. Kwa hiyo vyote wajumlishe na sifuri. Unaona kweli inakuwa hicho kitu kinaeleweka. Kwa hiyo sio kusema mtu anayekwambia kwamba mimi naweza kuwa sikuchangia kitu. Ndio nakwambiaga unaona watangazaji wetu wana matatizo makubwa. Hawajui kuuliza maswali. Watanisamea sio kwamba natukana. Ila maswali yale yanayo mtu anapokuambia eti kwamba hatukuona mchango mkubwa wa Lobs. Wakati wewe unajua mimi kama mtangazaji niko hapa leo nimekuja kuhoji. Ni kutokana na Lobs. Kwa nini usiseme? Aje Lobs ana mchango mkubwa. Lobs ana mchango mkubwa. Sababu kama mimi nipo hapa na kuja sababu yake. Kama mnaweza mkasema kwamba Lobs hakuwa na mchango mkubwa. Mnakuwa mnakosea. Acha niweke kitu kimoja clear leo. Leo nataka niweke kitu kimoja kiko exclusive sana, you know. Kule dogo ndogo tulistruggle sana marehemu. Tulistruggle sana, tulipitia mambo mengi sana. Na ndio maana tulikuwa tuko na ukaribu. So hapa tulianzia kuanzia sauzi mpaka hapa. Unaona? Mimi kama ulikuwa nafanya comedy, mimi ndo nilisababisha nafanya comedy. Hapana, sio kusababisha tu na kuandika mpaka comedy na kutunga kile ambacho kaweza kukisema. Mcomedy zote ambazo alizifanyaga na sasa comedy zenye kufanyaga mimi sikuweza kuchangia hata idea. Ni mbili au moja. Na zote yenye uliona labda anafanyia kwao. Lakini sasa comedy zote tulikuwa anazifanyia mduka gani? Duka langu ndio alikuwa anafanyia comedy. Sasa tukiachana na hiyo ilikuja mpaka muziki. Kama unaona leo kuna wana muziki wangapi wenye unajua wewe wana matatizo yenye ilikuwa kushinda mpaka yeye. Na walipata matatizo na hawakuchangiwa kama kesi dogo alichangiwa. Because I'm the one nilisacrifice muda, nilisacrifice kila kitu ndio kutaka ku make sure dogo langu anakuwa vizuri. Unaona? Na kama unaona Black ni rafiki yangu mimi, unaona? Black kama naye support njoo anajua kama huyu ni dogo lake na Lopa, unaona? Vyote vinyo unamwona dogo kama ni comedy kama ni muziki, mimi ndio nilikuwa nashughulika na kila kitu mimi. Ndio maana mtu akitoka from nowhere anasema kwamba mimi sikuwa na mchango wowote. Anakuwa anakosea sana. But kitu naweza nikasema sitaki kuongea maneno mengi sana. Cause ule alikuwa ndogo langu pamoja na vitu watu walifanya maneno watu hususan watu wa nje ndio walileta matatizo makubwa, sio familia. Watu wa nje ndio walileta matatizo makubwa kuweza kuchomekia vitu lakini kitu kinaniuma sana, unajua ni ile mtu kuja kuweka maneno ambapo semo yani kuja kuchomekea mtu tu anataka katoka from nowhere. Kuna mtu alikuwa anafunga safari tu anapanda nene kuongea maneno, unaona, kwenda kunichafua, mtu ananichafua, unaona. Ndio ile nakwambia mtu Chany hizo story kabisa. Kwa unajua sipendaje kuongea hizi mada kwa sababu mimi nakuwa inaniumiza sana kuhusiana na peti yangu. Ni mtu mwenye tulizoeana sana. Kuna mambo mengi nilikuwa siwezi kufanya bila kuwa na yeye. Ni mtu wangu wa karibu sana, alikuwa mtu wangu wa karibu. Chany mada kabisa. Pole sana. Yes, ni ibintu bibabaje cyane kuba ushobora kubura nk'umuntu yari ku ruhande rwiwawe cyane, umuntu ushobora kuvuga ati unye naramwitangiye ariko azamumva abantu bavuga yuko atanakimwe wigeze umufasha. Kuna msaada wote uliwe kutoa, inauma sana. Mimi naweza nikasema kwa upande wangu na kwa upande wa fans wa Buja TV nikasema pole sana kakaangu kwa msaada ule utoa. Watu walijoka ulitoa msaada lakini tukashangaa baadaye wale usema kwa karibu sana. Nasema kama upande wa familia wakasema kama wewe hakuna msaada wote ulizokuwa ulipana au mchango. Ni watu wengi walijiuliza maswali, sasa je ilikuwaje? Lobs baadaye amebadilika au kuna mengine vurugu yako kindani mfamilia sisi hatukujuaga. Je ilikuwaje? Lakini wagerageje kudusigurira twabyumvise. Sinzi ko ari kindi jambo kuongera ko tuskaongezea labda kwa maneno yaweze kulipitikanaga kwa kujifanya tujue ukweli sana zaidi, sijui Lobs. Unajua hamna kitu kikubwa sana hapo kati, but tulikaa mimi familia tukwae kukutana juu mambo fulani. Sasa ndio maana mimi nakwambia maisha sasa na kitu kingine usichezaje na hela. Hela ni kitu kibaya sana. Hamna kitu ambacho hela haiwezi kufanya. Hela inaweza kufanya kila kitu. Yaani nimekwambia tena kurudilia, hela na mwanamke ni vitu vya kuweka mbali sana. Mtu akuletea mchongo mwanangu, jua percent zako zenye utabeba. Kama mtu sikilizana na gisi wewe utakavyoamua bora unaacha. Hela ni kitu kibaya. Kuna hela na mke wa mtu mwanangu. Vitu vibaya sana. Ndio kitu kikubwa sana nikaweza kusema sitaki kuongea maneno mengi. Hiyo pia ni ujumbe tosha. Yeah. Je, familia kwao mnaongea mambo, dada yake mnaongea kama kawaida kama zamani? Familia tunaongea fresh kila kitu.
Japokuwa ilikuwa kama zamani, lakini tunaongea fresh. Tunaongea fresh sana tu. Unajua sababu mimi nilikuwa naenda pale mara nyingi sababu ya marehemu. Unaona nafuatilia mambo mengi sababu ya marehemu. Yeah. Na ndio sasa hivyo mdogo wangu mimi nimemkosa. Naendaga sometimes itakuwa ile 24 hours but kipachukua kitu najua nyumbani pako hivi. Pale ni nyumbani, yule ni mama yangu, yule ni dada yangu, ile ni familia yangu, you know. Kwa studiation na muda mrefu tudishi vizuri. Lakini familia yangu ndio maana nakwambia lakini ila sio kitu kizuri ya. Yeah. Pole sana kaka. Yeah, part of life nigga. Kabisa. Yes, umeona chakata cha kiwazo tumetafuta nauliza ile swali letu, je, Lopsi aliandika ngoma kwa sababu matatizo alipita hemo? Unajua nikisema hivyo nitakuwa nimekosea. True story lakini. True story inaweza kuwa true story au si true story. Ni true story kwa watu wengi sana. Maana wewe muziki na imani kwamba ulivyoposti kila mtu ulimtouch kwa namna yake. Kwa hiyo ulifika unagundua kwamba sio true story yangu, ni true story ya kila mtu. Kwa hiyo muziki unamgusa kila mtu, kila mdau wa muziki unamgusa. Inaweza kuwa ya kwangu, inaweza kuwa ya mdogo wangu, yako wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe kuumizwa? Umizwa sana. Na binadamu hapana mwanamke. Binadamu sana, familia. Sasa kwa hiyo ulivyosikia huyo wimbo wao kukushika kwenye njia au nyingine? Kumbe sa muziki sio true story yangu, ni sisi wote. Yeah. Yes kabisa, kumbe Lopsi yaratumye benshi biyumvira n'imiryango yabo, wengi wakawaza familia zao, wakawaza wanyole wakosea familia yao, lakini ulituambia tuwasamee. Ulisema mako alikuambia ufanye nini? Mama aliniambia ukitenda wewe usisubiri shukrani mwanangu. Maana ukisubiria kesho ukakosa itakuchoma kabisa moyoni wewe. Ndio maana unapofanya jambo wewe fanya jambo tu juu ya Mungu. Kwa sababu Mungu anakuwa anahesabu mapointi. Sio binadamu wewe fanya juu ya Mungu. Yeah. Yes, kumbura nimba wifuza kurikirana indirimbo ya Lopsi yisange kuri YouTube channel yiwe yandika ko Miracle Lopsi. Yes, ni indirimbo yitwa Binadamu, ni indirimbo irimo amajambo menshi kumbura yo guhanura yo gufasha kuri wewe uziko wabajwe, uziko wewe watitajwe n'abisi, uziko umekwazwa sana na watu wa dunia, watu wanasema baba tuvuga yuko baba kuri no monde tubaye ko bazavuga yuko batitazanya cyane. Ugenda uyirabira ko vyinshi yigisaba byinshi cyane kumbure irashaka kugufasha na mu buzima busanzwe. Yes, ni Miracle ni langu la mwisho nilikuwa nataka uniongezee kwa nini unaongea sana Kirundi? Nimekuuliza hilo swali hakuna kunijibu vizuri. Kwa nini unaongea sana Kirundi? Kujibu vizuri umesahau tu. Ujibu vizuri, unaishi umezaliwa Burundi, Bujumbura, Buyenzi, wanaishi watu wanaongea Kirundi ila uongee Kirundi kwa sababu nimezaliwa Burundi, Buyenzi, Bujumbura. Uko shua kwa ile Buyenzi unaongea Kirundi? Wapo wengi. Hao wote wako napita hapa. Kwa nini Black anaongea Kirundi? Unajua sio kusema kwamba mimi nipo empty kabisa eti kwamba sielewi. Unajua lakini mwanangu unajua kwenye nipo vizuri kabisa ni Kiswahili. Kirundi na Kiboronga mwanangu nafikiri mababy hizi na kugana ongea nini? Watoto wako wanaongea nini? Tunaongea nao kwa Kirundi mwanangu lakini sasa unajua kuna kwa kile cha interview ili mtu uwe free na uongee maneno ambayo yanayofaa inabidi niongee Kiswahili. Ila siku moja utakutanaga siku moja nimepagawa. Tuongea mpaka Kirundi mwanangu. Natamani tufanye siku moja interview ya Kirundi kaka. Ayo sijasema itakuwa na sekunde ndogo tutafanya kama 5 minutes tu. Yaani itakuwa ni kujibana. Sio kujibana 5 minutes tu singoje ndio sasa nikafumuka jasho mpaka kafurahi. Yaani hadi mpaka hujaimba hata muziki wa Kirundi bila. Upo. Upo mwanangu tena muziki mitatu. Ipo. Juu nataka kuonesha sio kwamba nimesha release ni songs ambazo zipo bado jikoni. Sizinga zitoa kwanza. Ile zitatoka pamoja na singa. Unajua nimekwambia? Unasubiri watu wakosoe. No, wakosoe. Unajua watu wanashinda kuelewa kitu kimoja. Mimi siwezi nikakosoea mpaka hata kwenye wimbo hapana. Wimbo kuandika Kirundi. Mzee kama kuna Kirundi kigumu cha kuongea, sio wimbo mwanangu. Cha kuongea ndio kigumu ila wimbo. Mambo madogo hayo. Mambo madogo sana. Yes, kumbura ucha wifuza kumenya mbega nkaka jambo gato Miracle yoba azi kuvuga cyane. Unaweza kuba unajua kuongea sana kwa Kirundi. Kaneno kamoja tu. Mu Kirundi bavuga ati bacumugana ati ubunda ubumwe nuhagaze. Ni mugani tu. Hiki jamaa kinajua Kirundi kimekata kuongea Kirundi kaka unajua Kirundi wewe. Najitahidi sio sana. Yes, nakushukuru sana kaka. Na acha nimalizie kwa kitu kimoja. Nataka kitu kimoja watu wanielewe. Unajua kwenye kuzungumza wewe mtu unaweza kuwa unakosea. Hichi kitu nakuaga nacho sana makini. Wewe unaweza kuwa nimeongea mtu akanitafsiri visivyo. Sijaongea kwa ubaya, but nataka kuweka kitu kimoja kiwe clear, unaona? Ili nisilaumiki, familia isilaumiki, unaona? Ili mtu aweke kila kitu clear. Kama naweza kuwa nimekosea nikaongea vibaya, wenda unajua emotion, mtu kwenye mazungumzo unakuwa unazungumza unakutana emotion ishakupeleka sehemu ambayo ulikuwa hutegemei kufika. Lakini tunaweza nikaomba ni kwamba mimi nipo vizuri. Familia Mariam, rafiki yangu, mdogo wangu Karimu tupo naye vizuri, tunaongea vizuri. Kwa hiyo kama sasa nimekosea kwenye uongeaji,
samanini ndugu zangu, mimi ni binadamu na msinitafsiri visivyo. Kuna wengine unajua kwenye kuzungumza mtu anakuambia huyu jamaa anaongea nataka kumaanisha hivi. Sitaki kumaanisha kitu chochote kile kwenye njia mbaya. Kitu kibaya chochote mimi sikutaka kumaanisha. Naongea kwa njia nzuri tu, ya kwa njia kutengeneza. Yes. Kitu gani kinachokumisi zaidi sana kwa mdogo wako? You can believe mpaka hivi nakuwa na kasa moja nalia mwanangu. Sana wallahi. Nakuwa nakaa nikikaa mara nyingi mimi mwenyewe sasa nikakaa mfano nikitoa hapa barabarani nikitoka jioni nakaa kwa kiti naliaga mimi mwenyewe. Unajua ni kwa nini? Unajua kwenye mzunguko wote wa maisha yangu mdogo alikuwa kayupo. Hatuna muda mrefu tunafahamiana, muda wa miaka 6-5, ila kwenye mzunguko wote wa maisha yangu, kwanza kwenye muziki, maisha ya kawaida nyumbani. Hapa nyumbani alikuwa mtoto wa nyumbani sana. Alikuwa anafika mimi sipo. Unajua kama nilikuwa nyumbani, nilimkutana masa pale nikamcharua ya hatari, nikatoka. Unaona naambia nilikutana masa pale, mbona kuniambia niliona hapo nikataka nisikupe stress. Nilikuwa sina uwezo kwenda kurekodi bila dogo kuwa. Nilikuwa sina uwezo kwenda kufanya video dogo bila kuwa. Na kila nilikuwa nikipata ngoma naweza nikasema naenda ku studio na ngoma kama mimi naandikaga sana bro. Naandikaga sana. Nakuta na ngoma kama 10 na sasa mwezi ngoma 10 niimbe ngoma gani? Namweka hapo chini dogo sikia. Utaniambia tu wewe niambie tu hii iko poa. Naanza namwambia naambia hii iko poa. Pitisha hii iko poa. Unaona hicho ni kitu ambacho nakimisi. Sababu alikuwa ni dogo mwenye alikuwa anachagulia kwenye ngoma zangu. Yeye alikuwa anachagulia sana ngoma yenye naweza nikaimba. Yaani alikuwa na uwezo wa kusikia kitu kizuri. Unaona? Na studio nilikuwa nikienda kurekodi lazima nilikuwa naenda naye. Anakaa pale, kuna muda anaweza kuwa niko naimba, na mimi mwanangu nasikia lakini ndio nasikia Bedi Best ni mbaya mwanangu hivi nilipiga hivi. Unaona? Kwa hiyo nakuwa na mimi mambo mengi sana. Unaona wao kutoka naweza nikatoka fasi dogo huko wapi? Unaweza kushindikiza. Hata kwenda kwenye interview nilikuwa nakujaga naye, you know. Kwenye interview. Yaani kitu chochote nilikuwa nakifanya. Hicho ndio kitu kikubwa cha mimi. Na sidhani kama sasa nikapata mtu mwenye anaweza kumreplace ile dogo. Hapana, juu dogo alikuwa anaelewa. Nilikuwa nikikasirika alikuwa anaelewa, anajua brother hapa alimind. Nilikuwa nikifurahi anajua hapa pesa ilifurahi. Yaani ni tulikuwa tunaishi naye lakini hakuna siku aliyoko nikosea adabu. Na siku alikuwa akinikosea adabu. Mimi nikikaa kimya tu anajua kama brother nilimindisha. Yeye mwenyewe after anakuambia ndio pana kuchukiza. So unaona, yaani kuna vitu vingi na miss sana na Thity mwanangu. Njoo hivyo sana. Pole sana kaka yangu tena. Kumbure tunashobora gusozera ikiganiro cyacu ni Mukuru urumva yuko yarashoye kubura nuvuga wa mugenzi yamusumbira inshuti, wa mugenzi nuvuga yamusumbira abantu benshi cyane, wa mugenzi yamuba muri vyinshi. Yes, ariko nta kundi Mukuru naanza nikasema pole sana tena kakaangu. Thanks my nigga, thanks sana. Mungu alimpenda zaidi kisi tulivyompenda sisi. Yeah, unajua mpango wa Mungu sote hainaga makosa na sisi wote ndio njia. Kila mmoja ana siku yake, ana gari lake. Yeah, inabidi kurespect hicho kitu. Ndio kitu ambacho kinabaki kinatupa tu moyo. Kuna siku yangu, kuna siku ya mwingine, kuna ya kwako, kuna ya mwingine. Sisi wote ndio njia kabisa. Yes, kumbure rero tuzosubira rero naho gutaha, ariko rero Mukuru niho genduka nyene atatugiria kapela binadamu kidogo. Kale kafasi kama mwanzo mama anasema eti mama alikwambia? Mama aliniambia nikitenda wema nisingoje shukrani. Maana nikisubiria kisha nikakosa itanichoma moyoni. Ndivyo alivyo walimwengu leo nagundua hawana shukrani. Uko nazidisha dua maana nachojua hata nilipa manani. Wananichafua mimi mitandaoni. Thanks. Tuzosubira naho gutaha. Warikumwe na Beni kuri micro behind the camera ya Juma Professional gukora neza cyane. Ntiwibagire kuja kuri YouTube channel ya Mukuru umviriza indirimbo yiwe nshasha binadamu. Yes, ni Mukuru Lopes. Ugire subscribe, like, comment na share kugira ngo biko byebashe kubana n'abantu benshi cyane. Tuzosubira naho gutaha. Bye.